mnaohudhuria mikutano ya Mwigulu Nchemba au ya kiongozi yoyote, mtu yoyote anaitwa waziri, au kutoa kero zenu kwenye mitandao, kwenye ukurasa wa Dorothy Gwajima, kuna huyo kijana mwingine ni waziri Swenton Nanauka, au mtu yoyote atakayeitwa waziri au kiongozi wa CCM, mnaotoa kero zenu, kama tu hamtoi kero ya kudai waliokufa, sababu ya kuwaua vile kubwa kabisa inayostahili kuuawa vile ni nini? Waliotekwa, sababu ya kutekwa na kupotezwa ni nini? Waliouawa ambao miili yao haionekani, huyo unayemwona hapo anasemaje kuhusu miili ya watu hao? Kama huamuulizi swali hilo, nyie ni chawa, mmepandikizwa. Na wakati fulani ile mitaani wanasema one day yes, hiyo sura yako itakuwa moja ya sura ya mapema kabisa kujua wewe ulikuwa sehemu ya wauaji. Hakuna maendeleo ambayo tunatakiwa kulilia tukiwa msibani. Msibani tunajadili kifo cha waliokufa, aliyekufa kimetokana na nini? Kulikuwa na sababu gani hasa? Nani amekisababisha? Kachukuliwa hatua gani? Kuona wewe waliokufa, waliofiwa ni uzembe wa wazazi wao, kama ulivyosikia wakati fulani Samia anasema waliokufa ni uzembe wa wazazi. Kwa nini hawakuwakataza wasitoke? Naambia hapana my dear. Kuna watu wametekwa siku nyingi sana. Kuna watu walifuatwa majumbani kuuawa, lakini hata hao waliouawa ambao wazazi wengine hawaishi na wazazi na wengine tayari ni wazazi, hao kulikuwa na kosa kweli? Kosa kuna kosa linatosha kuwaua hivyo? Sasa kwa mujibu wa Biblia na ubinadamu, tukiwa msibani, tukiwa hatujapata jibu, tunajua watu wameuawa. Alafu anakuja mtu anaanza kukuletea kero ya maji, kero ya vibanda, kero ya biashara, sijui kero ya mikopo. Nyie ni chawa. Wote mnaotoa hizo kero ni chawa, mmepandikizwa ili muonekane sijui mna uhalali na hiyo mamlaka na utawala wa damu. Wote nyie ni chawa. Swali linalotakiwa liulizwe kila mara, haya, wewe umejipambanua ni kiongozi, sijui una huruma, una upendo kwa watu, tuambie. Hakuna kwenda mbele wakati ndugu zetu wameuawa huku nyuma na hatupati majibu ya kwa nini wameuawa hivyo. Waliouawa wamewekwa wapi? Baadhi ya waliouawa miili yao iko wapi? Kujiona shida ya mwenzio sio yako, au kuona mtu akifa amekufa yamepita. Kwanza wewe ni liuaji, ni sehemu ya wauaji. Mtu akifa, akiuawa kwa kudhulumiwa nafsi, halijapita, limesimamisha kila kitu. Biblia inasema lieni pamoja na wanaolia. Rafiki wa kweli ni yule ambaye hawezi sasa kwanza kuona mikopo anayoyataka, maji anayoyataka, hivi vingine vya mikopo na maji na kuvunjiwa kibanda sio na nini. Si unatakiwa tu kuyasema mitandaoni. Unafikiri wao wanapofanya dhuluma hizo hawajui? Ukiyasema mitandaoni si watafuatiliana tu sasa mitandaoni, lakini usimhararishe mmoja wapo na kumwona yeye ndo ana huruma juu ya ubinadamu. Mtu aliye tayari kuchinja watu, kuua watu ili apate madaraka, akae kwenye madaraka, hana huruma yoyote. Hata akikuletea, akikupa maji, hata akikupa mtaji, hata akikusikiliza, akamtumbua, akamsema vibaya mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, au mtu yote aliyekuonea, hana huruma yoyote. Atakuchinja wakati wowote, atakuua wakati wowote, anapotaka abaki tena kwenye nafasi hiyo, au anapotaka apate nafasi nyingine. Hana huruma yoyote.
atoe jibu la waliouawa, yeye apate uhalali wa kuwa hapo. Anasemaje juu ya hao waliowaua? Anachukua hatua gani? Hakuna cha Yesu ni waziri wa maji, sio ni waziri wa nini. Hakuna maji, hakuna afya, isipokuwa unamzungumzia ni mtu, unamzungumzia ni mtu. Kwa hiyo nitoe tu angalizo, mnaohudhuria hiyo mikutano na kujidai mnatoa kero, mimi najua ni machawa, mmepandikizwa ili mpige na mpigelegele. Akiitwa pengine mtu aliyelalamikiwa, hakuna huruma yoyote kwa hawa viumbe, hakuna maendeleo yote wataleta, na hata wakileta ni maendeleo yao binafsi na matumbo yao na watoto wao. Lakini wewe hata wakikuletea hicho, wakikupa hicho kimtaji, hicho kimkopo, wakizibua maji kidogo ukapatapo maji, wewe na kuhakikishia watakuchinja tena dakika yoyote wanapotaka uhalali, wanapotaka wabaki kwenye madaraka walionayo, au wanapotaka madaraka mengine, watakuchinja tena. Niamini mimi, kwa sababu haki ya uhai hainaga muda. Hawa moja ya kitu ambacho watapigana kufa na kupona, wabaki hapo. Wanajua dakika yoyote watakapotoka hapo, cha kwanza kuwadai ni uhai ambao wameupoteza, uhai wa watu wetu waliouondoa, wapate nafasi ile. Wanafikiri kuna siku watakuja kuondoka kwenye nafasi? Tegemea tu wataua wakati wote, watateka wakati wote. Na ndio maana mambo ya utekaji na mauaji hawayazungumzii. Hata wakisema jamani hatutaki utekaji, zungumza waliotekwa, unachukua hatua gani? Waliotekwa sasa unachukua hatua gani? Waliouawa unachukua hatua gani? Hayo uzungumzi. Haya hata wakisema, unaona kuna mtu ana ufuatiliaji wowote? Ana ufuatiliaji wowote wa jamani kweli kule wanatekwa, kamateni kistaarabu, fuateni sheria. Anasema hapo hapo wanakamata kwa kinyume cha sheria hapo hapo, na haumuoni akirudi tena akisema hili jamani ndo nilokataa. Na hata akirudi, nasema shida tulio nayo sio tu tuendelee mbele. Mimi ninachosema, mimi ndo mmoja mtu ambaye mwanangu wa pekee ameuawa. Hapa nilipo sina la maana ninaloliona duniani. Mtu pekee naweza kumwona huyu ni ana ubinadamu ni yule ambaye anaweza akazungumzia jamani, huyu aliyekiri kwamba amemuua mtoto wa Mbarikiwa ili amtulize, kwa kosa gani hasa? Huyo ndo naweza nikamwona. Na asipozungumzia mimi, wala watazungumzia watu wengine wanaolia ndugu zao kuuawa, kutekwa, kupotezwa, kumili yao kutokuonekana. Wala ndo nayeweza kuona, kwa sababu mimi kwangu na kwako wewe wote tunakubaliana maendeleo ni watu, cha kwanza kabisa ni watu kuwa hai, kuwa salama, lakini pia kuwa na insurance, kuwa na guarantee ya kwamba wako salama. Nje na hapo, nyie wote mnaohudhuria hiyo mikutano ni machawa, mnaouliza maswali na mnatoa maoni au kero, na mzungumzii. Kama ni jasiri, zungumzia dai waliouawa, dai miili ya waliouawa iko wapi? Dai waliotekwa wako wapi? Waliowateka, waliowaua waeleze. Hakuna sababu ya tume, pana mahakama, pana vyombo tayari, waeleze. Kisheria, kiutaratibu, kibinadamu, kuua watu kwa sura kama hiyo inakosa gani hasa? Waseme hao. Hakuna, wizara zote ni moja. Ndio maana zote zinaundwa na mmoja anaitwa rais. Ni moja, zote zinahangaikia binadamu, hususani haki ya kuishi. Nadhani machawa wote mnaoenda huko na amuulizi swali la uhai wa watu, mmeipata. Msimkasema mkuambiwa. Waswahili wanasema mwogope Mungu, cha pili ogope teknolojia. Kwa hiyo mtaonekana tu. Asanteni kwa kunisikiliza.